Na labda kuna faida zipi za hii infaq? Naam, fawaid zipo nyingi sana. Kama tunavyoona Allah subhanahu wa ta'ala atakapotuamrisha kitu lazima kutakuwa kuna faida ndani yake. Na pia atakapotukataza kitu kutakuwa kuna faida pia ndani yake tutakapojiepusha na kile tunachokataza. Sasa tukiangalia faida ya infaq tunakuja katika hadith Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadith al-Qudsi, ya abdi anfiq unfiq alayk. Naam. Kwa hiyo hapa tunaona kwanza kuna amri ambayo nini tumeamrishwa tufanye kile kitu. Na kama nilivyotangulia kusema kwamba Allah hatuamrishi kitu isipokuwa kina nini manufaa ndani yake. Na anasema katika hadithi hii, ya abdi anfiq unfiq alayk. Na tafsiri yake inasema kwamba Allah anamhutubia mja wake kwa kumwambia, ewe mja wangu toa na mimi nitakutolea. Hasa hapa mtu anaweza akajiuliza kwamba vipi yani akitoa na Allah atampa au Allah naye atamtolea? Kwa sababu watu wengi wakiangalia katika mujtamaa wetu wanaona mimi nikitoa mali yangu inapungua. Kwa hiyo anaona kama yeye hajapata kitu. Lakini kumbe hatujui hikma yake. Na miongoni mwa hizo faida kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema atakayetoa sadaqa ni sababu ya kufutiwa madhambi yake. Kama alivyosema katika kitabu chake baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min dhunubikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah anasema katika aya hii, in tubdu sadaqati fa ni'mahi, yani mtakapotoa sadaka zenu mkadhihirisha ni vizuri, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, lakini mtakapozificha na mkawapa mafukara ni bora zaidi. Naam. Wa yukaffiru ankum min sayiatikum, na pia kutokana na sadaka mtasamehewa nini madhambi yenu. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah anajua kwa yale yote ambayo tunayatenda. Naam. Kwa sadaqallahu alazim. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha faida nini ya infaq, kwamba wewe ukitoa unasamehewa madhambi yako yote. Na pili pia katika fawaid Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba dawu mardakum bisadaqa, yani ponyesheni magonjwa yenu kukutoa sadaka. Nini sadaka? Naam. Na hapa tunaona kwamba wewe unatoka unaenda kumpa mtu ambaye anahitaji, ima fukara au mtu maskini au mgonjwa, unaenda kumpa yule, pengine vile ukimpa anakuombea dua. Kwa hiyo ile dua anakupa ni sababu ya kupata shifa. Naam, kupata shifa na pia kuondolewa na masaibu mbalimbali. Naam. Na pia faida nyingine hii inakuwepo katika mujtamaa sana kwamba ta'lif qulub al-fuqara wal masakin. Wewe utakapompa yule fakir, yani tutegemee sio fakir, tuseme wewe tu hapo anakuja mtu anakupa kitu kama ni hadia tu, vipi itakuwa moyo wako? Utampenda. Na lazima mtapendana. Kwa hiyo na wewe yule aghnia atakapotoa kitu akaenda akampa aliyekuwa maskini au anayehitaji, lazima kutakuwa kuna nini? Ataweka mapenzi baina ya yule fakiri na yule aliyempa. Naam. Na kwa hiyo hizi ndio istifada ambazo zinapatikana katika infaq. Zipo nyingi sana lakini muda huruhusu. Shukrani Ukhtimiza. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.